Karibu sana katika chaneli yetu ya Skills Learning Network Excellence Knowledge. Unaweza kupata maarifa tofauti ambayo tunaweka vipindi vyetu hapa. Vipindi vya physics, chemistry na biology, practicals ndio sehemu sahihi. Kama ni mara yako ya kwanza kuniona, ni kuombe uweze kujiunga nasi moja kwa moja katika chaneli yetu hii ili tuweze kuwa pamoja katika vipindi ambavyo kuanzia kipindi hiki, lakini vipindi ambavyo vinafuatia. Nikushukuru sana wewe ambaye umekuwa ni mwenye kufuatilia vipindi vyetu kwa kutumia, kwa maana wewe unatumia pesa yako ya internet kwa maana bando, lakini faida kubwa ambayo unaipata inawezekana ikawa ni maradufu ya kile ambacho unakitizama. Leo nikukaribisha kwa mara nyingine tena, mimi hapa Mr. Maguru ndani ya channel hii tuweze kuona kile ambacho nimekuletea. Mimi jukumu langu hapa ni kuweza kuelimisha wanafunzi, kuwasaidia wanafunzi ili hatimaye waweze kufanya vizuri. Leo mada yetu kubwa nimekuletea kwamba ni vitabu gani sahihi ambavyo mwanafunzi wa kidato cha 4, hasa kidato cha 4, anapaswa kuwa anavitumia. Kwa maana kitabu cha chemistry ambacho niko nacho hapa kama unavyokitizama ni kitabu sahihi kwa mwanafunzi wa kidato cha 4. Lakini vile vile kuna kitabu cha pili hapa ambacho niko nacho, kitabu cha biology practicals. Ni kitabu ambacho kimeleta matunda makubwa kwa wale wanafunzi ambao wanakitumia, lakini vile vile walimu ambao wanafundishia kutumia kitabu hiki. Na mimi nimeweza kupata mrejesho mzuri kuhusu kitabu hiki. Watu wa Tanga, watu wa Tunduma, watu wa Morogoro, Dar es Salaam, nimepata comment nyingi sana baada ya kila matokeo yanavyokuwa yanakuwa released na baraza, basi unaambiwa kitabu chako kimenisaidia kwa namna fulani, kitabu chako kimenisaidia mimi mwanafunzi, kitabu chako kimenisaidia. Sasa leo tunafahamu kwamba kuna vitabu vingi katika hii Tanzania ambayo tuko nayo, na kuna machapisho mengi sana, kuna pamphlet nyingi ambazo watu wanajaribu kudesign, kutengeneza na kushare baadhi katika smartphone, katika website, zipo nyingi. Lakini nini ambacho wanakuwa wanakilenga? Pengine inawezekana kiko sawa, lakini content haiko sawa. Sasa mimi nitakupitisha katika kitabu kimoja hadi kingine, kwa maana kitabu cha biology practical na chemistry practical hapa ni kwa namna gani kiko sahihi kwa mwanafunzi wa kidato cha 4. Tutaanza na biology practical. Biology practical ni kitabu ambacho kimekuwa printed mwaka 2022 na kimewezesha kuanzia mwaka huo mpaka sasa kinaleta matunda mazuri. Lakini kabla sijasahau, katika kitabu hiki ukifungua peji ya 109 ni faraja kubwa kwa mwanafunzi ambaye alikitumia katika NECTA ya 2024. Aliweza kupita katika swali hilo na pengine amekutana na swali hilo kama lilivyo. Ukifungua katika peji ya 109 ndani ya kitabu hiki, basi utakutana na swali hilo, na waliofanya biology 2A basi swali hilo watakuwa wamekutana nalo. Na ukifungua katika kitabu hiki, basi utakuwa unajiuliza kwa nini yule mwanafunzi ambaye hakuchukua kitabu hiki pengine alikosa fursa ya kukiona kwamba kipo, lakini wale ambao wamekiona na kukitumia bila shaka wamefanya vizuri. Kwa hiyo kama ulifanya 2A nikupongeze na ukafaulu, basi kitabu hiki wewe ambayo ulikitumia kilikuwa na mchango mkubwa. Kitabu hiki kimeandikwa Biology Practical Guide for Ordinary Level Secondary School. Ukiona picha yake hapo unapata reflection ya vile ambavyo vipo ndani. Ukitizama mchoro hapo, kuna mchoro wa food test, kuna mchoro wa organisms ambao inamaanisha classification in plant, in animals, na ukiangalia kuna fruit ambazo zipo. Kwa hiyo unaona kuna picha ambayo unaipata kwamba practical ambazo tunazisoma
zipo katika muonekano au mtizamo upi? Sifa za kitabu hiki ni kwamba kitabu hiki kwanza kina topiki zote muhimu ambazo wanafunzi wanakuwa wanafanya mitihani hiyo ya practical. Either afanye 2A, afanye 2B, afanye 2C, lazima apate kupata maarifa kutoka katika kitabu hiki, na akiwa na kitabu hiki basi hawezi kukosa maarifa juu ya mtihani ambao anakutana nao. Kwa hiyo sifa ya kwanza, kina topiki ambazo very important, very muhimu sana ambazo tunazisoma, na mimi pia nafundisha kupitia kitabu hiki. Kwa hiyo sina shaka na yale ambayo nayapata, nayaona, na nafanya observation kwa wale ambao wanapata vitabu hivi. Lakini sifa ya pili, kimepangiliwa kwa katika mfumo ambao ni rahisi. Tukiangalia topic ya classification, tunakuwa tunasoma organism wengi sana, lakini mwanafunzi atakachokipata tofauti na vitabu vingine ni kwamba atasoma organism moja moja na maswali yake, ataona namna maswali yanavyojibiwa, na ataweza kufuatisha kile ambacho kinaonyeshwa katika kitabu. Ukiangalia hapa katika chapter 2 ataweza kusoma mushroom, kuna bread mold, kuna fern plant, we have mossy plant, maize seedling, bean seedling, conifer cone, hibiscus flower, seed and fruit, cactus, housefly, scorpion, grasshopper, bees, butterfly, cockroach, tilapia, frog, lizards. Zote hizo zipo katika mtiririko ambao anasoma organismu mmoja, anamaliza, anakutana na maswali yake, anakutana na namna ambavyo maswali yamekuwa solved, yanavyoelekeza namna ya kujibu, basi anaenda katika organism mwingine. Kama swali linavyokuja katika mtihani wetu kwamba anakuja organism mmoja na unaweza kumclassify kama individual specimen, specific specimen, baada ya kuchambua katika groups, basi na kitabu hiki kimeandaliwa katika mtiririko ambao unafata format ya mitihani yetu. Kwa hiyo mwanafunzi, wewe kama ni mwanafunzi, unapaswa kuwa na kitabu hiki, very simple kukipata. Nitatoa maelekezo hapo mwisho, lakini kama ni mzazi ni kuombe uweze kushiriki kumsupport mwanafunzi, lakini vile vile kama ni mwalimu uwe na fursa ya kupata kitabu hiki kuweza kujifunza. Kwa hiyo kina topiki almost topiki 10 za practical, topiki 10 za practical ambazo tunazipitia katika usomaji na kuweza kuandaa vijana wa kidato cha 4. Lakini mwisho, kwa faida ya mwalimu ambaye anafundisha practicals, kimeonyesha preparation of chemical reagents za biology. Utajifunza namna ya kuandaa Benedict solution kuliko kwenda kununua, ni gharama kubwa. Unaweza ukanunua sample ukatengeneza lita ambazo ni za muda mwingi, au ukawa unafanya maandalizi wewe mwenyewe. Lakini vile vile kunaonyesha preparation of iodine solution, preparation of copper 2 1% copper 2 sulfate solution, na unaweza kuandaa pia Sudan 3 solution ikiwa kuna requirement kama ethanol na sample ambayo iko vizuri. Kwa hiyo ndo picha ya kitabu, lakini kikubwa kila topic imeonyesha we have questions, we have solutions, we have test yourself questions. Kwa mwanafunzi ataona namna ya kujibu maswali, namna maswali ambavyo yanaulizwa, na ni wepesi gani ambao anaupata kupitia maswali hayo. Atakuwa na experience kubwa juu ya maswali ambayo yanapitia kupitia mitihani au yanaulizwa kupitia mitihani ambayo inakuja. Lakini kitabu hiki naweza nikasema ni practical notes ya mwanafunzi, maanake majibu yake yapo. Kwa hiyo mwanafunzi akiwa na kitabu hiki anakuwa anapata simple way bila hata ya kuwa na mwalimu katika kujifunza biology practical. Kwa hiyo ni kuombe ukipata fursa ya kupata kiasi ambacho nitataja hapo mwisho,
unaweza ukakipata bila tatizo kwa usafiri wa kawaida. Ukiwa mkoani tunasafirisha, na unaweza kupata delivery ya kiofisi kabisa kupitia usafiri wa kawaida wa mabasi kama parcel. Vitabu bora vya practical. Tukirudi katika kitabu cha pili cha Chemistry Practical, kama unavyokiona Chemistry Practical Guide O Level Secondary School, this is the first edition. Kinaonyesha topic ambazo zipo ndani. Ukitizama hapa kuna stopwatch ambayo inawakilisha chemical kinetics, lakini picha ya pili inaonyesha hapa kuna chemical kinetics ambayo ni rate, factor, temperature, lakini kuna titration, lakini mwisho nyuma kuna ions, kwa maana chemical ions, chemical symbol ambazo sasa zinawakilisha topic ya tatu ambayo ni qualitative analysis. Kitabu hiki kila topic imeanzia kuonesha introduction wakati unaenda katika practical, kwa maana kama ni volumetric anapata brief kuhusu kile ambacho anaenda kukifanya katika solving za practical. Atasoma color change, namna zinavyokuwa, formula ambazo zinatumika, watapata zile weak na strong acid, lakini atapata namna ambavyo maswali yanakuwa solved. Kwa hiyo kuna experiment with solutions almost. Ukiangalia swali la kwanza ina maswali mengi sana, almost experiment almost ziko 28. Kwa hiyo mwanafunzi kupitia maswali haya anapata content ambayo imeshiba na itamjengea experience kubwa, lakini kikubwa ni kwamba maswali haya huwa yanarudiwa. Kwa hiyo anaweza kukutana na swali the same kama alivyokuwa amelichukua katika kitabu hiki, lakini vile vile kina technique ambazo pengine watu wengi hawafundishi, lakini kinaonyesha namna ambavyo unaweza ukaepuka challenge ambazo ni ndogo ndogo ambazo zinasababisha kuwa na pressure ndani ya mtihani. Kwa hiyo akitumia kitabu hiki kinaonyesha solving kwa hali ya juu, kwa uzuri, na anakuwa anapata experience kubwa. Lakini katika topic ya pili chemical kinetics inaonyesha graph, namna ya kuchora graph step by step mpaka unapata graph ambayo ni sahihi. Lakini the same katika swali la tatu qualitative analysis, unaweza ukajionea namna maswali ambavyo yanaulizwa. Kwa hiyo ni vitabu sahihi ambavyo mwanafunzi ambaye anapenda kufanya vizuri katika somo lake la chemistry na somo lake la biology aweze kupata kitabu hiki ili aweze kujijenga taratibu mpaka anafika mwezi wa 11, basi anakuwa katika nafasi nzuri. Namna ya kupata kitabu hiki, mawasiliano yangu kwanza ni kutumia namba ya simu ambayo ni 0745135181, kwa maana 0745135181, na baada ya hapo tutawasiliana kwa kunipigia katika namba hiyo. Lakini vile vile vitabu vinapatikana Dar es Salaam. Ukiwa Dar es Salaam unaweza tukawasiliana tukapata vitabu hivi, lakini kama upo mikoani kuanzia Tanga, kuanzia Dodoma kwenda Morogoro, hiyo ukiwa mbali na mahali ambapo tupo, utaweza kusafirishiwa mzigo wako na kuweza kupata kitabu hicho. Kwa hiyo ni vitabu ambavyo vina msingi mkubwa. Mwanafunzi yeyote anapata wepesi wa kuelewa kile ambacho kinazungumziwa, na mwisho faida kubwa ni katika kufaulu mtihani wake na maisha mengine yaweze kuendelea. Nikushukuru sana wewe ambaye umetumia muda wako, na tuweze kuwa pamoja wakati vipindi vingine vinawekwa. Usisahau kusubscribe, lakini endelea kufuatilia channel hii.